taifa ya Tanzania aliamuka akasema wakati kiongozi hawezi kujiuza kwa sera, huwa anarudi na kututenganisha na ukabila na mipaka. Nataka munisikie vizuri. Hii Mhange, nimefurahi kabisa. Mhange hoye! Asante sana. Basi kwa heshima kubwa ya DCC na timu yako yote, viongozi walio hapa wakiongozwa na MCA wetu, bila kuwasahau wale wote wanaowania kiti, leo nimeona wamekuja kwa wingi. Basi hiyo ni baraka kubwa. Aliyesimama mbele yenu ni mtumishi Athanas Mbele. Sisimami kwenu kama kiongozi, sisimami kwenu kama mheshimiwa, na kuja kwenu kama mtumishi wenu. Leo ni siku kuu na ni siku ya kufana sana. Mimi nashukuru kwa sababu umetujali watu wa hapa, na mimi pia niko tu kama wewe, huwa nabagua sana watu wa hapa na kuwapenda, na tulielewana na wao kwamba nitawapenda by force by. Asante sana. Tarehe 1 Juni, siku kama ya leo, bendera ya Kenya ilisimama kwa mara ya kwanza katika bustani ya Uhuru. Na iliposimama wakati huo, basi nyimbo ya taifa ikaimbwa kwa mara ya kwanza, na bendera hii mnayoiona ikasimama kwa mara ya kwanza Mount Kenya, na Kenya yetu ikapata madaraka. Je, ni nini maana madaraka? Tumeambiwa kwa sababu bendera hii iliposimama na kupeperushwa ilikuwa na rangi 4. Rangi ya kwanza ikiwa nyekundu, kuonyesha kwamba madaraka haya yalipiganiwa na mti wa kupata uhuru uliwekwa maji, na maji yake ikawa damu ya mashujaa katika milima zetu za Taita Taveta. Basi sisi pia hatukuacha nyuma katika kupigania uhuru, na mimi nashukuru kwa sababu kwa sasa bado wapiganizi wako, na huyu mtumishi Athanas Mbele anaendelea kuhakikisha kwamba tunaona matunda ya uhuru. Bwana DCC, mimi nilikuwa hapa mwaka huu, na ukiangalia kule kona unaona kitchen mpya ile imejengwa pale. Nataka kuwashukuru wazazi wa mahali hapa pamoja na halmashauri ya shule kwa sababu tulishikana pamoja. Ile kitchen ilikuwa pale, ilikuwa tu ni ya miti, lakini leo hii wako na kitchen, na tunaendelea kuishika mkono, na tunaamini watakuwa na kitchen bora zaidi Bundani nzima ikitoka hapa. Na kando na hivyo pia nilileta tarakilishi. Programu yangu ya kompyuta iko na tarakilishi, lakini japo nilileta moja, lakini naamini ipo siku tutajenga maktaba ya kompyuta iliyo nzuri. Jambo lingine ni kwamba Athanas Mbele huyu alianza mradi wa tent mahali hapa. Leo naona wananchi wapo hawajapata tent na nataka kuja. Mimi naomba wakati mwingine tukipanga hii pia Athanas Mbele yako na tent za kutosha, ni bure, ili tuendelee kujaza watu wetu wasipigwe na jua na wanyeshewe na mvua. Na jambo lingine ni kwamba juzi kuna barabara ya Mwanda Mhange ilipanda mgomo, kwa sababu madaraka hawezi kupatikana kama magurudumu ya maendeleo ya watu ya Mhange yanakwama katika matope. Na mimi nikajitolea nikaweka maram na gari zetu zikaendelea kupita. Kwa hivyo ni mengi tu tumeweza kufanya area hii. Kuna taa nimeweka ya kuwakisha mahali kuna giza, lakini hayo yote ni yale yamepita na tumeweza kufanya. Viongozi wote wangeweza kusema yote wamefanya ni mengi, na sio wetu wengine hawajafanya, lakini nataka kusema kwamba sisi tumebagua hii area, na niko na ujumbe kwa sababu timu ya security iko hapa. Nikimalizia, naomba tu munisikize kwa makini. Wakati viongozi wetu walipigania uhuru, kulikuwa na Mwangeka wa Mwalova kutoka area hii, kulikuwa na Dedan Kimathi kutoka Mlima Kenya, kulikuwa na mama kutoka chini anaitwa Mekatili wa Menzi, nani mama. Lakini walipokutana hawakulizana wewe unatoka kijiji gani wala unaongea lugha gani. Na nataka munisikize vizuri. Taifa ni kubwa na hii bendera ni kubwa kuliko maslahi yoyote ya kibinafsi ya wanasiasa.
Sisi tunatafuta viti, lakini tujichunge sana tusigawanye hawa wananchi wa Wundanyi. Na ndio maana leo nimevaa kofia inasema tuvunje mipaka. Baba wa taifa ya Tanzania aliamuka akasema, wakati kiongozi hawezi kujiuza kwa sera, huwa anarudi na kututenganisha na ukabila na mipaka. Nataka munisikie vizuri. Hii Mhange soko imekuwa kwa sababu hawaangaliani wanaongea lugha gani. Ukija Jumapili utapata watu wanauza kutoka pembe zote, na tusipokuwa makini tutakuwa na viongozi watatugawanya katika misingi ya kikabila na mipaka. Siasa imeanza saa hii kwamba mkiwa mnachagua kiongozi, muangalie yako dini gani, muangalie anatoka mipaka gani, na muangalie kitu inaitwa mziri wa shiradinyi. Na mimi nataka kuambia kwamba hivi ndio Rwanda ilipata shida, na wengine wanapata audacity, wanasema kwamba siasa ya 2007 itajirudia hapa Taita Taveta. Tuseme washindwe katika jina la 2007. Nataka niwakumbushe watu walipoteza uhai zaidi ya 1300, watu zaidi ya 400,000 walipoteza makao wakakuwa IDP. Hebu tujichunge sana, tuvunje mipaka za kabila, tuvunje mipaka za maendeleo, tuvunje mipaka za lugha, na tuvunje mipaka za dini. Namalizia ni kusema kwamba taifa ni kubwa kuliko maslahi hata na Simbele na kiongozi yoyote yule. Mimi nitasimama kidete kupigania haki bila kuangalia mpaka, na niliwaambia hakuna siku niliandika barua na application letter kwamba nizaliwe Beruga. Wakati naleta maendeleo usiangalie hii haya yanaenda Mhange ama enda wapi, kwa sababu kilio cha mtoto wa Mhange ni kilio changu. Wakati nilileta chakula hapa tukapika chapati wakati ya mtihani, sikuangalia shule ya kwetu. Kwa hivyo nasisitiza hilo kwamba watu wakisimama, ujue kwamba Mungu anataka kuwatumia kama mikono yake kwa mwanadamu. Msitumie hiyo privilege kugawanya watu. Na kuna viongozi wanatumika, badala wawe washauri wetu, wanatumika, wanaandikiwa speech, wanasimama na wanaambia sasa wakati umefika ili turudi katika kona zetu za mpaka. Mimi nataka kuambia tafadhali msiaibishe hao viongozi. Wacha wasimame wao washauri na watusaidie, lakini watugawanye katika misingi ya mipaka. Mungu wa mbinguni awabariki. Na siku moja sitasimama hapa kama hata na Simbele. Siku moja nitasimama kama mbunge, sio mbunge wa Baberuga, sio mbunge wa watu wa Mhange, lakini mbunge wa bunge la kitaifa. Na Mungu anisaidie niweke historia kama kiongozi bora zaidi Kenya nzima. Kwa heshima yenu na kwa baraka za Mungu nitakuwa mwaminifu kwenu, na Mungu awabariki na abariki mashujaa na abariki bendera ya Kenya. Asanteni sana. Asante sana hata na Simbele na kwa kwako. Moja mbili tatu.